Habari za jioni. I hope tuko vizuri na wiki yetu imeisha vizuri. Leo tutakuwa tunajadili kuhusu IPO ambacho ni kifupi cha Initial Public Offering. Tutaangalia vipengele vitatu vya muhimu. Cha kwanza tutaangalia maana yake. Cha pili tutapitia mchakato wa IPO ya hisa za makampuni, na cha tatu tutaangalia kwa ufupi tu IPO ya mifuko ya pamoja ya uwekezaji, kutokana na sasa hivi sokoni ilivyo kwamba kuna mifuko ambayo iko mipya. Kwa hiyo ni vizuri kama tukafahamu. So I'll share my screen. Okay, nadhani kwa sababu sasa hivi mambo ya uchumi yameshakuwa publicized kama education na vitu kama hivyo kwenye issue za media. Kwa namna moja ama nyingine, inawezekana ni mara yako ya kwanza kukutana na neno IPO, lakini pia inawezekana ushawahi kulisikia ila hujafahamu mchakato mzima ukoje. Lakini kama nilivyokwisha kusema kwamba ni kifupi cha neno Initial Public Offering. Kwa hiyo hii ni kwa ajili tu ya kupata ufahamu kwamba ikaja ikatokea IPO nyingine, uelewe kinachofanyika hapo kinakuwa ni kitu gani. Kwa hiyo maana initial public offering, hayo maneno matatu ukiangalia, neno la kwanza ni initial ambayo ni mwanzo, iko ni Kiingereza, kwa I'm just translating. Neno la pili ni public, kwamba inakuwa ni kama kitu cha umma, kitu cha watu wengi, na offering ndio kile kitu ambacho kinakuwa presented at that moment. Kwa initial public offering ni mchakato mzima wa kuleta rasilimali ya fedha kwa watu wengi, aidha wawe watu binafsi au iwe taasisi, kwa lengo la sana sana inakuwa ni kwa ajili ya kukusanya fedha kwa ajili ya kupata ule mtaji wa kwanza, labda kama inawezekana ni hiyo hisa au ikawa mfuko pamoja ya uwekezaji. Kwa ule mchakato wa kwanza wa kuambia watu kwamba kuna kitu fulani kinatoka sokoni, iko kitu fulani kwenye soko la fedha, sana maanisha kitu fulani kinatoka sokoni, hicho kitu kina features A, B and C, lakini hicho kitu kitakufaidia wewe kwa namna moja, mbili, tatu. Hicho kitu pia kinakuwa kina bei ya kuanzia ya kiasi fulani. Hicho kitu kinakuwa ni cha bei fulani, kwa sababu kwenye IPO wakiwa wanatangaza kitu cha kwanza inakuwa bei ni fixed. Kwa wakisema kwamba labda IPO ya mfuko pamoja wa uwekezaji inatoka na bei ya kipande ni shilingi 100, ujue ni shilingi 100. Ikija ikaingia kwenye soko la fedha sasa, kwamba ikawa public traded, kwa watu wakaanza kununua labda vipande, ina maana hapo ndo bei na kama ni kupanda kuongezeka, na kunakuwa kuna zile ripoti za kila siku kama nilivyoelezea nadhani kwenye webinar ya Jumatano, kwamba mifuko pamoja ya uwekezaji wanatoa ripoti za kila siku, lakini pia na hisa pia wanatoa daily reports. Kwa mara nyingi kwenye initial public offering wakitoa rasilimali fulani wanaitangaza kwa bei ambayo ni elekezi, ambayo kila mtu inabidi abide nayo. Kwa hiyo wewe ndio unaamua kwamba utanunua hiyo bidhaa, kama utanunua vipande 10, 100, lakini bei inakuwa fixed mpaka ikiingia sokoni ndo mambo yanaanza kubadilika. Lakini pia na wenyewe huwa wanasema labda kiasi ambacho wanataka kukusanya kwa huo muda. Kama kwa mfano ni mfuko pamoja wa uwekezaji, utasema labda tunataka tuanze mfuko ukiwa una bilioni kadhaa, hiyo nayo inakuwa ni public information. Lakini ili wewe uweze kupurchase hiyo bidhaa, lazima watakupa hizo possibility of returns, ambazo ni kama ni kukwambia kwamba tunaahidi kukupa asilimia fulani ya faida, lakini sio lazima kwamba itoke hiyo faida, kwa sababu tunajua hapa katikati ya mwaka kunakuwa kuna vitu tofauti tofauti. Kwa hiyo kama ni kampuni, ina maana wao watakuwa pia wamejipublicize kwamba ni kampuni ambayo liko reputable, ni kampuni ambayo liko valuable. Kwa hiyo ina maana wewe unaweza ukawapa pesa zako kwa ajili ya wao kuendeleza hiyo biashara au kupanua hiyo biashara, alafu in the long run ina maana demand supply ya investors ndio itaonyesha kwamba utapata faida kutoka kwenye hii IPO ya hiyo product. Kuna swali ambalo nilipataga kwenye webinar za mwanzo kabisa, ambalo kuna mtu aliuliza kama ni vizuri beginner anunue kitu at IPO. Mimi kidogo my answer was vague, yani kwamba jibu langu halikuwa kwamba ndio au hapana, kwa sababu at that point hata wawekezaji ambao ni experts wote wanakuwa hawapo, simeji wote mnakuwa kwenye level moja, wote hamjui hiyo product, wote ndio hiyo product inaanza. Tofauti na sasa hivi ambapo products nyingi zimeshakuja,
Kwa kuna nyingine financial reports zimetoka, inakuwa rahisi kuanalyze kwamba okay, huyu mwaka huu amefanya vizuri, mwaka jana kutoa gawio, mwaka huu hatatoa gawio, mwaka huu atatoa. Kwa hiyo kidogo wote wale experts na hata watu ambao mnaanza au mtu anayeanza mnakuwa on the same level. Kwa hiyo kwa kifupi just kusummarize sasa hii point yangu ya kwanza ni kwamba maana initial public offering ni mchakato wa kwanza ambao taasisi inafahamisha jamii, either ni watu binafsi au taasisi, ya product ya kifedha ambayo inaingia sokoni, expectations zao, lakini na kukwambia wewe faida utakayopata kuwekeza kwenye hiyo specific product. Kwa hiyo tutaangalia michakato miwili kama ambavyo nimekwisha kusema. Tutaangalia mchakato wa IPO ya hisa na mchakato wa IPO ya mifuko pamoja ya uwekezaji, lakini products zote ambazo zinakuwa zinaingia sokoni lazima ziwe regulated na mamlaka za kifedha, Capital Markets Securities Authority. Kwa hiyo hakuna bidhaa ambayo tu inaingia sokoni bila kuwa imepata protocol na zile taasisi husika za kuweza kuweza kupata kibali kwa ajili ya kutoka kama IPO, na kwamba watu waweze kununua hizo product. Kwa sababu gani? Lazima hizo mamlaka zihakikishe kwamba hiyo product inayoingia sokoni iko reputable na kwamba watu hawataliwa hela zao. Yani issue ni kwamba watu wanataka wapate, yani kwamba hizo mamlaka zinakuwa kwa ajili ya kukusaidia wewe kupata assurance ya kuweza kufanya nini, kuweza kuwekeza kwenye kitu ambacho kinajulikana na mamlaka na pia kimeruhusiwa kukupa wewe, kulinda wewe kama mwekezaji. Nime extract tu peji 2 kutoka kwenye ebook yangu ya hisa, maana initial public offering, kwa sababu I just talk from what I write. Nimeandika sana kuliko kuongea. Kwa hiyo tunaangalia mchakato wa IPO ya hisa. Of course yale maswali, ikifika kipindi cha maswali na majibu, pale ambapo patakuwa hapajaeleweka mtanifahamisha. Yale maswali nitakayoweza kujibu nitajibu, yale ambayo sitaweza kujibu nita research zaidi. Kwa namba 1 ni kwamba kampuni linaanza kwa mtaji wa watu husika. Hapa sasa tunaongelea hisa ya kampuni, hatuongelee product nyingine yoyote. Kwa hiyo inawezekana labda hilo kampuni inaitwa Gracing Ventures Company Limited, nilikuwa nalimiliki mimi peke yangu, labda kwa sababu mara nyingi kwenye kusajili makampuni lazima muwe madirector zaidi ya mmoja. Kwa ina maana inakuwa hiyo kampuni mara ya kwanza ilikuwa ni mali ya watu wachache. Kwa hiyo inaanza, yani maana ni biashara ambayo labda ilifanyika ikakua ikawa kampuni. Sasa wanaangalia namna ya kuweza kukua zaidi, na kukua zaidi tunajua lazima uhitaji pesa. Kwa ndio inakuja hatua ya pili ambayo hilo kampuni linakuwa linahitaji mtaji zaidi ili kupanua biashara au kulipa madeni. Inawezekana labda kuna madeni ambayo ni initial public offering, ndio maana IPO. Yes, IPO ni initial public offering. Okay, so nilikuwa kwenye hatua ya pili. Kwa hiyo kampuni linakuwa na mtaji zaidi, inahitaji mtaji zaidi kwa ajili ya kupanua biashara, kulipa madeni. Inawezekana labda katika process za kustruggle kupanua hiyo biashara wamekuwa labda kuna madeni walilimbikiza, kwa wanaona kabisa labda operations zao haziwezi kumudu kuyafidia hayo madeni. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Tukipata pesa tupunguze madeni ili tuweke nguvu kwenye kuoperate biashara na kupata faida zaidi. Tunafanyaje? Tunahitaji mtaji zaidi, au tunataka kupanua biashara sasa. Kama unavyojua, labda tuseme kama ni kampuni ya logistics ya kawaida, ilikuwa labda inasafirisha ina gari moja au mbili. Akipanua biashara, maana yake labda akipata mtaji zaidi anaweza kawa na mabasi mengi zaidi, kwa atapata income zaidi, biashara itaendelea kufanya vizuri zaidi. Kwa essence inakuwa kama sasa wanakuwa wanahitaji hizo funds kwa ajili ya scale biashara. Kwa hiyo hatua ya tatu ni kwamba wanaamua kutoa mtaji huo kutoka kwa watu binafsi au taasisi, yaani kwamba sasa wanaamua kwenda public, hence hilo neno la katikati hapo, public. Kwa hiyo wakati hiyo kampuni sasa linatafuta namna ya kutoka kwenye IPO, lazima wataifanya evaluation ya kampuni, thamani ya kampuni nzima, yaani kwamba wakiangalia assets za hiyo kampuni husika, wakiangalia liability zake, kupata tu ile kwamba thamani ya hii biashara au thamani ya hii
kampuni ni kiasi gani. And then wakishafanya hivyo sasa, based on what they want, sasa based on the money they want, based on the money they want, sasa ndo wanasema kwamba okay, sasa sisi tutakuwa I mean, itabidi tuuze hisa tusemeje, hisa kadhaa, na itabidi tufanye nini, tuuze hizo hisa kadhaa kwa bei kadhaa. Kwa IPO ndo maana nikasema toka mwanzo kwamba bei ya hiyo hisa specific inakuwa fixed at that starting moment. Alafu sasa wakishafanya evaluation yao na kila kitu kudetermine, sasa ina maana lazima wapitie kwenye mchakato mzima wa hizi authorities kama hizo tumesema CMSA, kwa ajili Capital Market Securities Authority, kwa ajili ya kupata vibali stahiki vya kuweza kuendesha hiyo IPO, na kwamba lazima na wao watajitathmini kwamba hii kampuni iko vizuri kwenda public, kwamba sio kampuni ambao wataenda kupotezea pesa zao kwa wawekezaji, kulinda maslahi ya mimi na wewe. Sasa kwa ina maana tunakuja kwenye hatua ya 5 ambayo kampuni inakuwa inapata kibali kutoka kwenye mamlaka za kifedha kwa ajili ya IPO. Next, IPO baada ya hapo ndio inazinduliwa. Alafu hizo za kampuni zinauzwa kwa wawekezaji binafsi na kwa taasisi kwa mara ya kwanza. Kwa ndo zinaanza announcement kwenye social media na awareness, public awareness kwa watu, na wao pia watakuwa wanajifanyia publicity kama taasisi au kama kampuni kwamba linafanya kitu gani, kwamba we are worthy ya hela yako ambayo wanataka kutupa, ili kuhakikisha kwamba wanapo announce IPO kunakuwa kuna demand kwenye market, kunakuwa kuna demand ya watu wanaotaka hiyo biashara. Kwa mfano tu, kwa mfano rahisi, biashara ambazo tumeziona probably toka tukiwa tunazaliwa, wengine ambao ni wadogo, hizi biashara za watu kama kina Bahresa akitangaza IPO, yani ni kuja kufikiria kwamba nani Azam itakuja kufa au anything, it's almost unthinkable. Kwa hiyo ina maana kama brand yenyewe lazima watakuwa wamejitengenezea namna ya kwamba mtu ataamini kwamba mimi nikinunua hisa kampuni lile kutakuwa kuna longevity pale, kutakuwa kuna profit, watu wataitaka na vitu kama hivyo. Sasa tunakuja hatua ya 6 ambao sasa IPO ikishazinduliwa sasa mara ya kwanza, watu wakatoa hizo hela na wakanunua hizo hisa. Sasa ndio tunakuja kwenye hatua ya 6 kwamba hisa zinaanza kuuzwa na kununuliwa kwenye soko la DSE. Hisa zinaanza kuuzwa na kununuliwa kwenye soko la DSE, kwamba sasa ndio inakuwa sasa watu wengine ambao labda hakupita kwenye hatua ya IPO wataanza kununua na kuuza kawaida kama ilivyo ambapo tunasikia kwenye soko la hisa. And then kwenye ile IPO sasa kampuni linakuwa linapokea zile, yani IPO zile pesa za mara ya kwanza, hizo pesa zinaenda moja kwa moja kwenye hiyo kampuni husika. Yani kama ni kampuni la Grayson, ina maana hizo hela na tunazipokea sisi. Alafu baada ya hapo ndo mnaanza kuuziana wenyewe. Kama nilivyosema jana kwamba kwenye hisa number usually iko fixed. Kwa ili jana nikatoa mfano wa hisa 60. Kama unataka ununue kwenye unataka kununua kwenye hizo hisa 60, lazima huko kuna watu ambao wanauza. Ndio utaweza kufanya nini? Utaweza wewe kununua. And then baada ya IPO sasa, hilo kampuni itatakiwa kutoa taarifa za kifedha kila robo mwaka na kila mwaka. Inatakiwa, sio yote ambayo ana uwezo wa kufanya hivyo. Sio kila mmoja, sio kila kampuni ina uwezo wa kufanya hivyo, lakini wanatakiwa kufanya hivyo ili kuwapa investors confidence kwamba wanawekeza kwenye kitu ambacho kiko reliable. Na kwa mfano kwa hizi taarifa za makampuni unaweza ukazipata hata kwenye website ya DSE. Zote zinakuwa zipo, yani hizi financial reports za quarter pamoja na annual. Lakini pia kampuni huwa inafanya mikutano ya wanahisa kwa kawaida kila mara moja ya mwaka, kabla ya malipo ya gawio, kama wanalipa gawio huu mwaka. Lakini mara nyingi hata hii mifuko ya pamoja ya wawekezaji pia na yenyewe inakuwa ina AGM. AGM ni annual general meeting. And then kampuni itaendelea kufuata kanuni na mamlaka za kifedha husika katika uendeshaji na biashara zake. Kwa hiyo bado zinatakiwa zitii
sheria na policies ambazo zimewekwa in place kumlinda mwekezaji, lakini pia kuregulate swala zima la uwekezaji kwenye soko. Kwa hiyo hii ni kwa upande wa hisa. Tunakuja kwenye upande wa mifuko ya pamoja ya wawekezaji. Good thing kuna IPO ambazo bado zinaendelea, nadhani kama sio 2 ni 3 za mifuko ya pamoja ya wawekezaji. Kwa mimi nilichokifanya ni kwamba nimechukua tu screenshot ya IPO moja inayoendelea and then I'll explain from there. Sina ubia nao, hawanilipi, but I think ni vizuri kujifunza kutoka kwenye what is happening right now, ili hata maswali ambayo yataulizwa baadaye yawe relevant, and then from there mnaweza mkafanya maamuzi yenu ya wekezaji. Kwa hiyo kama nilivyosema, the IPOs that are going on at the moment, na hii pia imetangazwa kama sijakosea mwezi wa 3 mwanzoni, inaitwa Imara Unit Trust, ni mfuko wa pamoja wa uwekezaji. Sasa ni mfuko wa pamoja wa uwekezaji ambao kwenye kampuni la TSL, if I'm not mistaken, kirefu chake kinakuwa Tanzania Securities Limited. Kwa hiyo nitaipitia kama hii ilivyo kwa vipengele. Kwa kama tunaona hapa wameelezea kwamba tu hiyo unit trust inafanyaje kazi. Kwa wamesema ni open ended scheme, ina designed to offer high liquidity with a low risk profile, making it ideal for investors seeking short-term capital growth through a diversified portfolio of debt instruments. Kwa mimi from this understanding, ingawa Kiingereza sio lugha yangu ya kwanza, naweza nikasema kwamba hii mfuko pamoja wa uwekezaji ni kwa ajili ya kukuza mtaji. Wakasema kwamba kama nilivyosema kwamba lazima wakwambie wewe unapata nini in return kwenye hicho kitu ambacho unakiannounce. Kwa hiyo hapo ukiangalia wamekwambia kwamba interest return yako kwa mwaka EPA ni per annum. Naomba mtu asiulize kama ni mwezi, tena ni mwaka. Tunakuja kwenye objective of the fund. Kwa hiyo yenyewe ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sokoni kuna safe lakini high liquidity investment option kwa watu ambao wanataka kuwekeza. Eligible investor amekwambia ni mtu gani yuko anatakiwa kuwekeza. Kwa ina maana anaweza akawa ni mkazi au sio mkazi, lakini pia inaweza ikawa ni mtu binafsi, inaweza ikawa ni taasisi, inaweza ikawa ni NGO, inaweza ikawa ni labda kampuni, lakini pia inaweza ikawa ni kikundi. Kwa ina maana hii pia ina option ya kikundi, na kama ina option ya mtu zaidi ya individual, ina maana hapo mnaweza mkaa kwenye position ambayo mkisign mnakuwa kama vile hausign mtu mmoja, labda wanasign watu wawili ambao wanakuwa kama signatories, kama tuseme kwa kwenye aspect ya kikundi. Kwa vikundi ambavyo wanahitaji sehemu za kuwekeza, I do believe hizo ndio zitakuwa zina taratibu wake pia. Tunakuja kwenye upande wa offer price. Kama nilivyosema, lazima watakwambia bei ambayo hiyo IPO itaanziwa nayo, yaani kwamba fixed price ya kununua hicho kipande cha hii Imara Unit Trust, lakini pia target fund size, kwamba wao wanakuwa wanategemea kukusanya kiasi gani. Kama mtakuja mmesikia IPO nyingine zilizopita, utasikia hii ilikuwa oversubscribed, hii ilikuwa undersubscribed. Kwa hiyo mara nyingi ikiwa oversubscribed ina maana wamepata kuliko kile ambacho walikitazamia kukipata mwanzo. Kwa kama wao walikuwa wanataka wakusanye fund hiyo ya bilioni 10 kuwa oversubscribed, maana yake ni kwamba wamekusanya zaidi ya hizo bilioni 10. Lakini pia wanasema hapa kwamba units offered ni milioni 100 hapa. Ina maana ukiangalia, ukichukua milioni 100 ukazidisha na hii offer price, utakuja kupata target fund price yako hapa katikati. And then kuna initial investment ambayo wameshasema ni shilingi 50,000, lakini pia wamesema kwamba kiasi ambacho unaweza ukaongeza kwenye uwekezaji wako ni shilingi ngapi. Kwa hiyo hata kama umeanza na 50,000, ina maana unaweza ukaja ukaongeza 10,000. So yani unaweza ukaendelea kuongeza kwa awamu za 10,000 na hamna maximum investment amount. Hawawezi kukulimit kwa sababu bado wanaanza na wanahitaji kufikia hii target fund price. Kwa hiyo that's just a small yani haitofautiani sana na hisa. Concept ni ile kwamba product inakuja for the first time sokoni, na kwamba hiyo product inakuwa ina fixed price
na wao pia wanakuwa wanasema kabisa kama ni hisa, na maana wanakuwa wanasema kuna hisa ngapi na kwamba target yao ni kiasi gani. Hiyo kukusanya over au kukusanya under sasa inakuwa inategemea na mchakato mzima wa demand sokoni, kwamba watu wameamini product na wanaweza wakafanya nini, wakainunua. Nimeongea sana kuanzia mwanzo, kwa hiyo ni kile kipindi chetu pendwa cha maswali, lakini wakati watu wengine wanaandika maswali kama yapo, nilikuwa napenda kuaddress, kulikuwa kuna vitu vitatu jana. Cha kwanza, kuna mtu aliuliza kwamba ukiwekeza kwenye kampuni na sorry, yani watu wanawekeza kwenye kampuni, mchakato wa manunuzi na mauzo ya hisa wakati unaendelea, hiyo kampuni specifically inapata faida gani? Nikajibu kwamba yani kwenye issue ya capital gain inawafaidia wale shareholders. Kwao itafaidia kampuni, yani kulikuwa kuna mauzo na manunuzi mengi ya hisa, inakuwa inasaidia kampuni ambalo sisemeje, kama lina shares zake, yani kati ya zile shares ambazo wameshagawa, kama na wao wana treasury shares zao, ina maana na wenyewe watafaidika, kwa sababu ina maana na wao haitakuwa cash, lakini ina maana capital yao itakuwa imefanya nini, imeongezeka. Lakini kama ni shareholders ambao wao hawana treasury shares, ina maana reputation ya kampuni ndio ambayo itasaidika hapo kwa kiasi kikubwa. Na reputation ya kampuni ikisaidika, ina maana kama ni kampuni alafu linafanya vizuri sokoni, ni rahisi hata wao kwenda kusema kwamba labda tunatafuta mkopo sehemu fulani, tunatafuta fedha sehemu fulani. Lakini labda hata wakija wakatoa bond, inakuwa rahisi wao kupokea hizo pesa kutoka kwa watu wengine, kama wakiamua ku raise bond, au hata kama wakiamua ku raise new shares, wakasema kwamba leo tunaongeza shares, tulikuwa tuna shares milioni 100, sasa hivi tunataka tuwe tuna shares milioni 150, inakuwa ni rahisi milioni 150, inakuwa ni rahisi wao ku raise shares, kwa sababu watu tayari wana imani na ile biashara inayoenda kwenye market, kwa sababu tumeshajifunza kwamba capital gain pia ita factor of demand and supply. Kukawa kuna mtu mwingine ambaye aliuliza kwamba ananunuaje kutoka kwenye cross listed companies. Cross listed companies ni makampuni ambayo yapo kwenye DSE lakini sio ya Kitanzania. Kwa mfano alitaja specifically, akauliza kuhusu KCB Bank ambayo ni benki ya Kenya. Kwa hiyo jibu halitofautiani, na ilikuwa tunafanya more research, ni kwamba tu inabidi uwasiliane na broker, kwa sababu kweli nimeangalia kwamba kwenye DSE hilo kampuni sorry, I'm distracted, naona kuna mtu ameandika ujumbe. Kampuni ni ambalo kama kwa mfano hayo ya cross listed ambayo ni makampuni ya nje yanakuwa hayapo kwenye application moja kwa moja. Like, nimejaribu kuangalia pia kwenye desktop, nikasema maybe it's just the phone, lakini kweli yanakuwa hapo. Kwa the best person ambaye communicate naye inakuwa ni broker, kwa sababu yeye tayari anakuwa na access, kwa sababu ile kampuni ya nchi nyingine ina maana yenyewe pia iko listed kwenye stock exchange ya nchini kwao. Sasa kwa mfano KCB ina maana iko listed wapi? Nairobi Stock Exchange, NSE. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anataka kuwekeza kwenye cross listed company anaweza kufanya kupitia broker wake. Kwa hiyo kuna swali la kwamba akitaka mtu kuinvest kwenye stock exchange ya nje anafanyaje? Kukawa kuna jibu zuri ambalo lilitoka kwa madam, nishasahau majina, siwezi kukumbuka yote, lakini alisema kwamba ukienda CRDB unaweza ukafunguliwa custodian account na wanaweza kukuunganisha wao na brokers ambao wana relationship nao, mabroker ambao wako kwenye hizo nchi nyingine, kwa sababu lazima wawe na contact na at least watakuwa na contact na stock exchanges za nchi nyingine, which will help you kuweza kuwekeza kwenye masoko mengine ya kifedha. Naona tayari kuna some questions in the chat. Yes, I'll start addressing them kidogo kidogo. Brooklyn anasema kwamba asante sana kwa session, ilikuwa very nice, nashukuru, ila nimejaribu kuangalia IPO kwa DSE, currently sioni listing yoyote, hata Imara Trust sioni kabisa. Yes, ni kwa sababu sasa hivi hakuna IPO yoyote ya hisa ya kampuni, wala hakuna IPO yoyote ya ETF ambayo ipo at this moment. Sasa
Tunaongea hii sasa hivi March 2023. Hizi Imara Trust ni mfuko wa pamoja wa uwekezaji, kwa hiyo IPO yake haiwezi ikawa listed kwenye DSE ile hisa kiganjani. Kwa ina maana sijafahamu mchakato mzima, but I remember yani kwenye hii mifuko lazima watakuwa na custodian bank na sehemu ambazo hizo unaweza ukaenda ukanunua hivyo vipande. Kwa mfano nilikuwa naangalia kuna fund moja na yenyewe very recent inaitwa Ziada Fund. Wenyewe wamesema wametaja benki kadhaa ambazo unaweza ukaenda ukanunua vipande vile vya IPO. Kwa hiyo kwenye hii mifuko pamoja ya uwekezaji haitaweza kuwa listed kwenye hisa kiganjani. Sadiki anauliza nani anayepanga bei ya IPO, na je, tunajuaje bei halisi ya kampuni ili kujua kama uwekezaji utalipa? Swali lake la pili maybe inawezekana ni kwamba hasara au kampuni ikifa ni mwanahisa ndo anapoteza au kuna namna ataweza kupata back pesa yake? Kujibu swali la kwanza ni kwamba bei ya IPO inapangwa na watu wanaotoa IPO, na kama nilivyosema nadhani kwenye zile slide za IPO ya hisa, kwenye zile slide ya IPO za hisa nilisema kwamba wao wenyewe watafanya evaluation ya thamani ya kampuni wao kama wao, and then wao wataamua wauze hisa ngapi, na wao wataamua wauze hisa ya bei gani. Kwa mchakato mzima wa kutafuta thamani ya hiyo kampuni upo kwenye mikono yao, ambayo itakuwa ni kwamba watakuwa wako regulated. Of course kutakuwa kuna wataalamu ambao watafanya evaluation, lakini pia hiyo evaluation lazima pia na mamlaka za kifedha zitakuwa tayari zina mkono hapo kujua kama evaluation zipo sawa na hiyo IPO inaweza ikatoka. Hasara au kampuni ikifa ni mwanahisa ndo ambaye anapoteza, sababu kumbuka kampuni kama kampuni lile limeshachukua pesa zake za kwanza, na ndio maana jana tukaongelea kuhusu risk za uwekezaji, na equity kama unaongelea hisa ni one of the ziko kwenye ni growth asset, lakini pia ina risk ya kwamba kama ukichagua kampuni ambalo labda baadaye on the long run halitafanya vizuri, you will get the loss wewe directly. Sasa nani atakuwa liable? Ndio maana tunasema watu wapate the right understanding ya hisa, lakini pesa zako hautazipata mpaka ambapo hizo hisa zako zinaweza zikauzika. Explain jana nikaongelea kuhusu hisa 60. Kwa ina maana wewe ili uweze kununua hisa lazima kuna mtu kati ya zile hisa 60 amefanya nini? Ameuza hisa zake. Kwa what happens ni kwamba hasara inatokeaje? Hasara inatokea pale ambapo zile hisa ambazo ulizinunua haziwezi zikafanya nini? Haziwezi zikauzika. There is no one to buy them. Kwa hiyo you cannot get your money back. Kwa hasara inakuwa ni yako. Tunakuja kwenye Biseko anasema nashukuru lakini bado najifunza, sijawa mzoefu madarasa ya kila siku. Uwe na amani, that's why kuna kuaga na recorded sessions, kwamba sio lazima mtu aingie kwenye session, mtu anaweza akasubiri recorded, that's also fine. Lakini pia nimechagua kufanya webinars Jumatano, Alhamisi na Ijumaa jioni kwa sababu ni muda ambao kama vile wiki inaishia, kwa hiyo watu wako a little bit free kuliko kufanya kila siku. Kila siku pia ina maana hata mimi nitachoka. Kwa nadhani wao na maana if you want to learn, hizi recorded zote zinakuwa kwenye YouTube channel ya Grace Imani. Brooklyn anauliza kwamba so DSE ni kwa ajili ya listing ya hisa, sio hizi za mifuko ya uwekezaji? Yes. DSE, Dar es Salaam Stock Exchange, wana deal na hisa, lakini pia wana deal na hati fungani ambazo ni bonds ambazo ziko kwenye secondary market. Kama mnakumbuka, kama kosea, jana ujuzi nilisema kwamba ukinunua hisa miaka 20, ukinunua bond ya miaka 20 sio lazima ukae nayo miaka 20. Kwa ukiamua kuiuza itakuwa listed kwenye secondary market ambayo ni Dar es Salaam Stock Exchange. Kwa hiyo DSE kama DSE wana deal sana sana na hizi assets tatu kwa sasa, ambazo ni hisa za makampuni, wana deal na ETFs, na pia wana deal na wana deal na hizi bonds ambazo ziko kwenye secondary market. Na ndio maana ukienda kwenye website ya DSE unaweza ukapata update ya hizi markets za kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Hivi hisa inaweza shuka hadi gharama yake ikawa 0?
Kwa DSE sijaona, lakini kwenye DSE nimeona kuna kampuni ambayo bei ya hisa ni shilingi tano. Yes. Kwao ni kwamba tu imeshuka sana tuseme, lakini sijawahi kuona sifuri kama sifuri. Probably ipo kwa mimi, lakini kwa kuona kwangu kwa sasa nimeona mpaka shilingi 5, sijaona sifuri kabisa. Kwa upande mwingine ni kwamba hisa inaposhuka sana, wewe unachokifanya unachokipata sio capital gain tena, inakuwa ni capital loss, kwamba wewe mtaji wako ambao labda ulinunua hisa ya buku, sasa hivi ni hisa ya hisa imekuwa shilingi 100, ina maana kuna 900 hapo katikati unakuwa imepoteza. Haya, kuna Wisa amesema kwamba unaponunua hisa unakuwa mmiliki wa kampuni, sio kama kampuni inafilisika na wewe unahusika kama mmiliki. Pia endapo kampuni ina madeni, wanaanza kulipa kwanza madeni, then wamiliki kwa kitakachobaki. Kama hamna kinachobaki, take it as a loss. Correct me Grace. Okay, what I can say kwenye hiki ulichokiandika hapa ni kwamba ukiwa unanunua hisa, of course unakuwa unamiliki part ya hiyo kampuni, hata kama ni shares 10, you are a shareholder. Lakini unapofilisika, ina maana the loss that you get ni kwamba ile labda hisa ambayo ilikuwa shilingi 1000, sasa hivi hiyo hisa itakuwa imeshuka mpaka shilingi 300 labda, kama kutakuwa kuna hiyo capital loss ambayo imetokea kwenye market. Lakini pia wakiwa wana madeni kama tulivyosema, sijui kama nimeiongelea precisely, lakini gawio usually is a result of the overall performance. Kwa ina maana kama kampuni linataka kufocus kwenye kupunguza madeni, yes, wanaweza wakaruka gawio wakasema kwamba hatulipi gawio, kwa hiyo tuna focus kwenye kuhakikisha kwamba operations zinaendelea na faida inakuwa kubwa zaidi, which is not a loss to you, ni kwamba tu hujapata gawio. I mean, kama ni mtu ambaye ulikuwa umeshazoea kupata gawio kwenye that specific company, it means at that point wewe utakuwa hauna gawio, lakini hasara kubwa ni pale ambapo kutakuwa kuna capital loss kwa kushuka kwa bei ya hisa, lakini pia pale ambapo wewe pia unashindwa kuuza hisa zako, kwa hiyo ina maana you are stuck, yani kwamba you cannot get your money back. Ile hisa zako zinakuwa zipo intact kama kawaida. Ya Brooklyn anasema kwamba alijua kwamba ETF ni mifuko pamoja ya wawekezaji. No, ETFs ni tofauti, ni collective scheme, lakini sio mifuko ya pamoja ya uwekezaji. Na kama ulikuwa unahitaji kujua zaidi kuhusu ETF, kulikuwa kuna webinar ya ETF, nadhani ilikuwa ni webinar ya 6, so you can go and learn something kwenye YouTube. Of course inakuwa ni recorded session. Leo naona maswali sio mengi. Kama hakuna mengine, we can call it night. Nashukuru kwa wote ambao tumejiunga pamoja siku ya leo, and as usual I will work on the recorded session, alafu I'll share the link in the group kwa mtu ambaye atahitaji kujifunza baadaye. Yes. Okay. YouTube account inaitwa Grace Money kama brand ilivyo. Naandika hapa. It's the same kama Instagram and even my blog is just the same. Kwa hiyo kuna sessions ambazo zimepita. Kwa next week tutakuwa tuna session 3 kama kawaida. Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Bado sija set topics zitakuwa ni zipi. Of course kama nilivyosema, topics zinategemeana na maswali yenu, so it means I have to go through the questions alafu niangalie zipi ambazo tunaweza tukazitengenezea webinar zinazofuata. Michael ameulizea kitabu is part of coaching. Of course I sell the book, or you can check me inbox kama hautakuwa unahitaji coaching as a part of it. Of course I can sell the book separately. Naandika namba hiyo, lakini pia kama uko kwenye free community ya Grace Money, then you can just inbox me, na maana nitakuwa ndo admin wa group. Kwa hiyo karibu sana Michael na wengine wote ambao mmejoin, nashukuruni sana. Muwe na usiku mwema na wakati mwema. I will upload the recorded version. Asante pia Michael. Thank you. Good night.